Leo nitakupa sababu tatu ambazo zinasababisha wanafunzi wengi wakimbie masomo ya science au wasipende masomo ya science. Sababu ya kwanza tunasema ni saikolojia ambayo jamii huwa tunaishi nayo. Huwa jamii imechukulia kwamba mtu ambaye anasoma science ni mtu ambaye ni mgumu. Yaani ni mtu ambaye mwenyewe anakuwa yuko rafu sana. Ikitokea mtu ambaye anasoma masomo ya science anatakiwa labda asichane nywele, asifanye nini, ndivyo jamii ambavyo inaishi nayo. Kwa hiyo inaonekana kama masomo ya science ni masomo ambayo yanahitaji watu wale ambao yani ni wagumu sana. Sasa hiyo ni mentality ambayo jamii wanayo. Kwa hiyo unakuta hata watoto wanapotoka shule ya msingi wanapokuja level nyingine ya sekondari, huwa wanatoka na ile mentality kwamba science ni masomo magumu. Mwisho wa siku wanashindwa kufikia malengo ya kuweza kuwa wana science. Lakini sababu nyingine tunasema ni usomaji kwa njia ya vitendo. Masomo ya science ni masomo ambayo yanahitaji usomaji au yanahitaji kusoma kwa njia ya vitendo. Sana utumie sense organ kuweza kuobserve kuliko kukariri. Hayo ni masomo ya science. Unaposoma swala la umeme, basi mtoto asome aone kabisa vifaa vya umeme viko vipi. Hilo ni somo la science jinsi linavyohitaji. Lakini sababu nyingine ni motisha au hamasa kutoka nje. Hao wanafunzi ambao wanasoma wanahitaji hamasa. Pale anapofanya vizuri, basi anatakiwa asifiwe na ambiwe kwamba one day unaweza ukafikia lengo lako lile ambalo umelikusudia. Kwa hiyo hamasa inaweza ikawa aidha hamasa ya nje au hamasa yeye mwenyewe kama mwenyewe. Wengine huwa wanakuwa na hamasa ndani. Kwa hiyo hile inamdrive kuweza kufikia malengo yake. Lakini jamii kama jamii ina jukumu kubwa sana katika utoaji wa hamasa kufanya mwanafunzi aweze kufanya vizuri katika masomo ya science, lakini pia kuondoa ile saikolojia ambayo anayo. Tuwaambie masomo ya science ni masomo ya kawaida. Mwisho wa siku anaweza kufikia malengo ambayo kusudia na tukajikuta tumetengeneza jamii ambayo itakuwa na wanasayansi ambao watakuwa na manufaa makubwa sana kwa ajili ya taifa letu.